Moja kwa moja tunakwenda kuianza sehemu yetu ya 9 ya episodi hii ya Merlin, ambapo leo tunaanzia hapa. Edwin alishuka kwa furaha haraka na kumkuta mfalme akiwa yuko nje anasubiria kupewa taarifa mpya, na akaanza kuambia, habari njema mfalme, nina hakika utafurahi kujua kwamba hayakuwa maambukizi ya ubongo. Mfalme akauliza, sasa ilikuwa ni nini? Edwin akasema, ilikuwa ni damu tu iliyokuwa imevuja ndani ya ubongo. Guys akaingilia katikati akisema, damu iliyovuja? Sidhani kama hiyo ni sahihi. Edwin aligeuza kichwa chake na kumtazama kwa jicho la hasira sana. Guys, nimegundua hilo nilipoona alama ya damu kwenye sikio lake. Tazama, kaonyesha ile karatasi la damu. Edwin akaendelea kuongea, ukubwa wa tatizo unategemea sehemu na kiasi cha damu iliyovuja, na kama haitotibiwa kwa haraka anaweza kuingia kwenye koma na kisha kufa kabisa. Mfalme Uther akamgeukia Guys akamwambia, unawezaje kukosa kugundua hilo? Hapana, sikuona dalili zozote za damu kwenye sikio. Edwin akasema, tafadhali, huyu mgonjwa alishatibiwa vibaya. Kumpa dawa ya rosemary zaidi kulikuwa ni kosa, inawezekana ilizidisha tatizo. Mfalme Uther akauliza, je, kuna tiba? Edwin mchawi akasema, twendeni alipo Morgana na mkashuhudie wenyewe. Moja kwa moja walienda kule ambapo yupo Morgana. Upande wa pili anaonekana Morgana akiwa ameamka, mara ghafla anaingia mfalme. Mfalme akiwa na furaha akawa anaongea, hei jamani, mimi siamini, kweli amepona, sikutegemea kama angepona. Morgana akasema, naendelea vizuri lakini mwili wangu bado hujakaa sawa. Guys akamuuliza Morgana, niambie Morgana, amekupa dawa gani huyu mtu? Morgana akasema, mimi hata sijui alichonipa, nilikuwa nimezirai tu, kwa hiyo sikujua kilichokuwa kinaendelea chochote, ila sasa nimeamka, naendelea vizuri. Guys alivyosikia hivyo akageuka akamtazama yule Edwin, na Edwin akiwa katika hali ya tabasamu alimwangalia sana Guys kwamba kuna kitu kinaendelea, kwa sababu tayari Guys anaonekana yeye sio mtaalamu mzuri wa matibabu, na ndio maana alishindwa kumtibu Morgana. Guys hakuridhika, akaamua kumfuata Edwin ili aweze kuzungumza naye. Edwin jamaa akageuka, alivyogeuka, nataka kukupa pongezi zangu, hongera sana. Edwin akajibu, asante Guys. Guys akasema, Morgana alikuwa karibu kufa kabisa, lakini umemrudisha kwenye uhai. Niambie umefanyaje? Edwin akamtazama, akamwangalia kwa jicho la makini sana, akamwambia, nilitengeneza dawa maalum kwa ajili ya tatizo kama hili. Guys akasema, ningependa kujua kwenye dawa ulichanganya nini na nini? Edwin akamtazama Guys kwa jicho kali, akamwambia, bado dawa yangu haijakaa sawa, kwa hivyo basi ningependa nipewe muda zaidi kabla sijaiweka wazi. Baada ya kuongea hivyo alianza kuondoka, na Guys akiwa anamtazama wakati akiondoka akamwambia, hilo kovu lako la usoni lilikutokea lini? Edwin akageuka akamjibu, lilinitokea nilipokuwa mdogo sana. Guys akamwambia, inawezekana ni mimi nilikutibu wakati huo. Edwin kwa macho makali akamwambia Guys, nimeshakwambia hatujawahi kukutana. Guys akamwambia sawa, na kutakia kila laheri kwenye kazi zako. Guys akageuka na kuondoka. Wakati huo Edwin alipigwa na butwaa, akawa anamtazama kwa jicho kali sana, huyu mtu ananifuatilia sana huyu. Upande huu wa pili alionekana Edwin akiwa mbele ya mfalme, na wakati huo mfalme akiwa amekaa na Lady Morgana, wakawa wanazungumza. Ninachotaka ni afya njema ya wagonjwa wangu tu. Mfalme akamuuliza, kuna kitu chochote zaidi unachotaka nikufanyie? Hapana mfalme, nitangoja hadi Lady Morgana apone kabisa, kisha nitaondoka. Mfalme Uther akamwambia, kwa nini usikae hapa kwa muda na unaweza kuishi ndani ya hili kasri? Edwin akasema, hapana mfalme, ninajiona kama naingilia nafasi za watu wengine, na wakati tayari mna tabibu wa kifalme Guys. Mfalme akamwambia, nina hakika Guys atafurahi kufanya kazi na wewe. Edwin akatabasamu na kusema, ni ofa nzuri sana mfalme, lakini naomba nifikirie kwanza. Mfalme akasema, ni sawa, basi njoo ule chakula cha jioni nami baadaye na uniambie uamuzi wako. Edwin akapiga magoti chini na kusema, kula na mfalme ni heshima kubwa sana kwangu, asante. Upande huu wa pili anaonekana msimamizi wa maktaba ya Camelot akiwa anaendelea majukumu yake ya kawaida. Mara ghafla akafika Guys. Guys akaonyesha tabasamu zito sana akiwa anamtazama Godfrey, wakaanza kusalimiana, na baada ya hapo Guys akamwambia Godfrey, ninaomba unisaidie jambo moja. Godfrey akamjibu, ni jambo gani rafiki yangu wa zamani unataka nikusaidie? Guys akamwambia, nataka kuona kumbukumbu za mahakama za kipindi cha Great Purge. Kwa nini unahitaji kuziona? Guys akamwambia, nina hofu kuwa mambo ya zamani yamerudi tena kutusumbua. Godfrey akamwambia, ndiyo maana kumbukumbu hizo zimefichwa, ni bora zibaki kuwa siri. Guys akasema, najua mfalme Uther hapendi kukumbushwa kipindi kilichopita, lakini hili ni jambo muhimu sana. Godfrey akamwambia, sikiliza Guys, kumbukumbu hizo zimefungwa kwa amri, haziruhusiwi kufunguliwa tena, na mfalme Uther alipiga marufuku mtu yeyote kuziona. Guys akajishusha akamwambia Godfrey, tafadhali nakusii, naomba kuziona. Godfrey akamshika bega Guys akamwambia, samahani sana Guys, safari hii umeniomba jambo kubwa sana, hata kama ni rafiki yangu lakini siwezi kukusaidia. Godfrey akaondoka kuendelea na majukumu yake, akamwacha Guys akiwa anashangaa.
Merlin moja kwa moja alikuja kwenye chumba ambacho anapatikana Edwin, na alivyogonga mlango akaona kimya, hajibiwi. Merlin akasema hapana, akatazama huku na kule. Alivyotazama akaamua kuufungua ule mlango moja kwa moja na kuingia ndani kwenye chumba cha Edwin. Alivyofika ndani akawa anatazama vitu ambavyo viko mezani pale, akawa anarandisha hilo chuma, akaendelea kusogea mbele, akawa anafunua vingineo ambavyo hata havimuhusu, ila katika hali ya uchunguzi wake basi alikuwa tu anapita huku na kule akitazama vitu kadha wa kadha. Na mara ghafla alikiona kile kimkoba cha Edwin ambacho kina wadudu wake wale ambao walimwingilia Morgana sikioni na kumsababisha kuweza kuzima kabisa. Merlin akakichukua, akaona viumbe ambavyo vimelala, havieleweki, ni kama wadudu lakini vikiwa vimelala. Akaanza kuongea lugha ile. Alivyoongea lugha ya kichawi, akaanza kusikia kwenye ule mkoba vitu vinacheza. Akasogeza sikio karibu, akaamua sasa kufungua kile kimkoba. Alivyofungua alikuta wale wadudu ambao walikuwa wamekufa wameamka, akafunika haraka kwa hofu. Mara ghafla akasikia sauti nyuma yake, hongera sana, kwa hiyo kumbe una uchawi eh? Merlin kwa hofu akatazama mbele, kumbe ni Edwin. Edwin akakichukua kile kimkoba na taratibu akawa anasogea mbele, akafunua kile kimkoba, akakuta wale wadudu wote wako hai. Akawaambia, wadudu laleni. Wale wadudu wakalala. Walivyolala Merlin akabakia na shangaa, kumbe huyu jamaa ni mchawi. Jamaa akamuuliza Merlin, kwa hiyo wewe ni mchawi eh? Merlin akajibu, hapana, mimi si mchawi na wala sijafanya chochote. Edwin akamwambia, haya niambie, umewezaje kuwafufua hawa wadudu na wakati ni uchawi pekee tu ndio unaoweza kuamsha hawa wadudu? Hawa wadudu ndo dawa niliyotumia kumponya Lady Morgana. Walirekebisha tatizo lilokuwepo kwenye ubongo wake na ndio wameokoa maisha yake. Umeona sasa Merlin eh? Uchawi unaweza kutumika kufanya mambo mema. Merlin akasema kabisa. Edwin akamwambia Merlin, lakini kwa nini unaogopa uchawi? Merlin akamjibu, kwa sababu umepigwa marufuku, hauruhusiwi kabisa hapa Camelot. Edwin akamuuliza Merlin, ungependa Morgana afe? Merlin akasema hapana. Edwin akaendelea kama kumshawishi hivi. Merlin akamwambia, sisi tuliopewa uwezo huu ni watu wa muhimu sana, tena wa kipekee, na hichi kipawa tulichokuwa nacho ni bora sana. Hauoni kwamba kinapaswa kutumiwa ili kuifanya dunia kuwa bora? Merlin akaendelea kumtazama akasema, labda kinapaswa kutumika. Wakati Merlin akiendelea kufuta, Edwin alikuwa anamtazama, akamwambia, unapoteza muda kuendelea kufuta hapo. Edwin akafanya jambo la kimaajabu, akaamrisha vitu vijikusanye mezani na vijirudishie kwenye chombo chake. Vile vitu vilijikusanya pale mezani na vikarudi kwenye chombo. Merlin alifuraha sana kuona lile tukio. Edwin akamwambia, Merlin, usipoteze muda kuogopa. Kwa nini upoteze kipawa kikubwa kama hicho? Naweza kukufundisha, lakini mimi sijawahi kukitumia kihivyo. Edwin akamwambia, kipawa kama chako kinahitaji kukuzwa, kinahitaji kufundishwa na kutumiwa. Unahitaji mtu wa kukuongoza na kukutia moyo. Merlin akamwambia Edwin, labda nitajaribu. Edwin akamwambia, fikiria mambo makubwa ambayo tunaweza kufanya tukishirikiana na kutumia maarifa yetu kwa pamoja. Merlin akamwambia, tunapaswa kurudi. Edwin akasema sawa, lakini lazima uniahidi kwamba utatunza siri yetu. Merlin akasema, nakuahidi nitatunza siri yetu. Edwin akamwambia, sisi watu wenye uwezo kama huu ni lazima tulindane na kusaidiana. Merlin akasema ni kweli, akatoka haraka. Upande huu wa pili anaonekana Guys akiwa katika ofisi yake, na wakati huo akiendelea kuandika pale. Mara ghafla aliingia Godfrey. Wakati huo Guys akiendelea majukumu yake, ni msimamizi wa maktaba, akiwa na kitu amekificha. Guys aligeuka nyuma na kumuona Godfrey, akaanza kumwambia, Guys, kwa miaka yote umekuwa rafiki yangu wa ukweli na umenifanyia mambo mengi mazuri. Nimekaa na kutafakari, nimeona siwezi kukunyima ombi hili. Guys akamwambia, ninachohitaji ni kuona zile kumbukumbu. Godfrey akamwambia, ni kweli, najua usingeniomba jambo hili kama lisingekuwa muhimu sana. Guys akamwambia, niamini rafiki yangu, kuna mengi yanategemea jambo hili. Godfrey akamwambia, Mfalme Uther akigundua nimekupa kumbukumbu hizi atatuua wote wawili. Guys akamwambia, usijali Godfrey, mimi nafanya haya yote kwa ajili ya kumlinda Arthur, naomba uniamini. Godfrey akasema sawa. Guys akamjibu, asante sana rafiki yangu. Godfrey akamshika bega akaamua kuondoka. Wakati huo Guys amepata alichokuwa nakitafuta. Siku ilifika ya Mfalme Uther pamoja na Edwin wakipata chakula cha jioni kwa pamoja, wakawa wanazungumza. Tofauti na watu wengine, Guys si mtu wa kufanya makosa kirahisi. Yuko tofauti sana na watu wenginewe. Yeye ni tabibu bora kabisa Camelot. Ndicho kinachonishangaza. Edwin akamtazama mfalme akamwambia, ni kweli mfalme, lakini hata mtu bora anaweza kukosea. Mfalme Uther akamwambia, una maana gani? Edwin akasema, sitamani kumsema vibaya Guys, lakini umeokoa maisha ya Morgana, kwa hiyo unaweza kusema chochote unachoona kinafaa. Edwin akasema, Guys alikuwa akimpa Morgana dawa za usingizi kwa sababu ya ndoto zake mbaya. Mfalme alishangaa, unamaanisha unachokisema? Edwin akasema, lakini zile ndoto zilikuwa dalili za
za ugonjwa wake. Badala ya kutafuta chanzo, dawa zilificha tatizo na kulifanya liendelee kuwa baya zaidi. Ndiyo maana Morgana alikaribia kufa. Mfalme akasema kama usingefika kwa wakati, labda angekufa. Ni kweli mfalme, muhimu ni kwamba nilifika na maisha yake yameokolewa. Edwin aliendelea kumwambia mfalme, kwa usalama wa Camelot, ningependa kukagua matibabu yote ambayo Guys amekuwa akifanya. Mfalme akamuuliza, ina maana unataka kupitia kazi zake zote? Edwin akasema, ndiyo mfalme, kama hilo litakupa uhakika kwamba kila kitu kiko sawa, nitafanya hivyo. Guys aliamua kumuibukia Edwin chumbani kwake, akawa anasema, nilikuwa nikijiuliza sana kilichokupata baada ya miaka yote hii. Edwin akamwambia, si nilikwambia hatujawahi kukutana? Guys akamwambia, lakini ukweli ni kwamba sikukutambua mpaka alipochunguza kumbukumbu za zamani. Ulitumia jina la ukoo la mama yako. Wewe ni mtoto wa Gregory na Jane. Wazazi wako walikuwa marafiki zangu. Edwin akasema ndiyo, na walikuwa wachawi pia. Wakati ule kulikuwa na watu wengi waliokuwa wakitumia uchawi. Ni kweli, lakini mfalme Uther akigundua wewe ni nani atakasirika sana. Edwin akasema, basi twende tukamwambie, tumweleze kila kitu, tumweleze pia kuhusu Merlin. Guys akamwambia, Merlin? Edwin akamwambia, haukujua kwamba yeye pia ni mchawi? Unadhani Uther atamfanya nini kama akijua ukweli huu? Atamuua tu, hakuna kingine. Edwin akaendelea kumwambia Guys, uliwaacha wazazi wangu wauawe mikononi mwa mfalme Uther. Ulikaa kimya na haukuwaokoa, lakini Merlin hana mtu wa kumwokoa akipatwa na jambo kama hilo. Guys akasema, kwa hiyo haya yote unafanya kwa ajili ya kulipiza kisasi? Edwin bila uoga akamwambia, nimesubiri kisasi hiki kwa miaka mingi sana. Guys akasema, unafikiri nitamsaliti mfalme ili nimwokoe Merlin? Guys, fikiri vizuri. Ukimwambia mtu yeyote kuhusu mimi, hata huyo Merlin, basi nakuahidi nitakwenda kwa mfalme Uther, nitamwambia ukweli wote. Mara ghafla akaingia Merlin. Wote wakatazama, akageuka upande wa Merlin. Merlin akasema, nimeleta vitu ulivyoniagiza. Edwin akamtazama Guys, akamwangalia Merlin, akasema, asante Merlin, mimi na Guys tulikuwa tunakumbushana tu mambo ya zamani, si ndio hivyo Guys lakini sasa ninarudi kazini. Mara moja Edwin aliondoka na Guys akiwa anamtazama kwa umakini sana. Merlin na Guys walitoka baada ya kumalizana na Edwin, wakawa wanazungumza. Merlin akamuuliza Guys, unahitaji nikuletee kitu chochote? Guys akasema, hapana, niko sawa, ila fanya tu kila kitu ambacho Edwin atakuagiza. Merlin akasema sawa, akaamua kuondoka. Guys akawa anamtazama kwa jicho kali sana. Alikuwa anaogopa hata kumwambia kwamba Edwin tayari anajua kwamba yeye ni mchawi, na ndio maana akamwambia afanye kila kitu atakachoagizwa na Edwin ili tu siri isifike kwa mfalme. Mbele ya ufalme wa Camelot, Edwin alitoa taarifa na ufafanuzi juu ya kile ambacho amechunguza kuhusu matibabu ya Guys. Mfalme alimuuliza, umemaliza kupitia kumbukumbu zote za matibabu? Edwin akasema, ndiyo mfalme, nimezipitia zote kwa umakini mkubwa. Mfalme akamwambia, na umeona kila kitu kipo sawa? Edwin akasema, kwa masikitiko makubwa siwezi kusema hivyo. Mfalme akamuuliza, kwa nini unasema hivyo? Edwin akasema, Guys ni mtu mzuri sana na amejitolea sana kwenye kazi zake, lakini mbinu zake za matibabu zimepitwa na wakati, hajaendana na maendeleo mapya ya tiba, na hilo limemfanya afanye makosa kadhaa. Mfalme akamwambia, lakini Guys ametumikia kwa uaminifu kwa miaka 25. Edwin akasema, ni kweli mfalme, lakini umri pia una athari zake. Wakati mwingineo huwa ni mzigo mkubwa, labda umefika wakati wa kumpunguzia majukumu. Mfalme akamwambia, umefikiria kuhusu ofa niliyokupa? Edwin akasema, ndiyo mfalme, nimefikiria kwa umakini mkubwa sana. Mfalme akamwambia, basi niruhusu na mimi nifikirie kabla ya kutoa uamuzi wangu. Edwin akasema, sawa mfalme. Wakati huo Arthur na Morgana wakisikiliza kila kitu kinachoendelea. Baada ya Edwin kuondoka, mfalme akainuka kwenye kiti chake cha ufalme na kusogea pembeni. Wakati huo Morgana alikuwa anamtazama sana mfalme, akaamua kuinuka na kumfuata kule ambapo mfalme alikuwa anaelekea. Mfalme, naomba usimfanyie chochote Guys. Mfalme akamwambia, mimi kama mfalme ni lazima niangalie maslahi ya Camelot, maana kila mtu amekuwa akizungumza makosa ya Guys. Morgana akamwambia, lakini Guys amekuwa hapa tangu ulipokuwa mtoto, hauwezi kumfukuza baada ya yote aliyoyafanya hapa. Mfalme akasema, Morgana, muda huu ungekuwa ushakufa kama Edwin asingefika kwa wakati, na hilo sio jambo ambalo mimi naweza kulipuuza. Morgana akasema, najua hilo baba. Mfalme akamwambia, siwezi kuruhusu jambo kama hilo litokee tena kwenye ufalme wa Camelot. Ilikuwa ni majira ya usiku, wakati Merlin akiwa amelala. Guys alikuja kwenye chumba cha Merlin, akawa anamtazama sana, alimwangalia kwa hisia kali sana. Wakati huo Merlin hajui kama Guys yuko hapo ndani. Guys alivuta pumzi nyingi sana kama mtu ambaye anamhurumia sana Merlin. Guys alichukua moto kwa ajili ya kupata mwangaza, akafungua geti kubwa ambalo linashuka chini kabisa kwenye pango la mchawi wa kale. Aliendelea kutembea kwa uangalifu mkubwa sana, akitazama huku na kule. Alipofika chini kwenye pango la mchawi wa kale, Guys aliita, hello, ni mimi Guys. Mara ghafla yule mchawi wa kale alitoka chini zaidi na kuibuka juu alipo Guys. Guys wakati huo akiendelea kumtazama, yule mchawi wa kale akamwambia, inashangaza sana, umri wako umeenda lakini mwili wako bado uko vile vile. Guys akamjibu, na wewe pia haujabadilika. Yule mchawi wa kale akawa anasema, ni miaka 20 imepita, naona leo umeamua kurudi mahali ulipoanzia. Guys akasema, sijaja kwa ajili yangu, nimekuja kwa ajili ya yule kijana Merlin. Yule mchawi wa kale akasema, unamaanisha Merlin?
najua kila kitu kuhusu yeye. Guys akasema, nimekuwa nikijaribu sana kupambana na hatima yake. Yule mchawi wa kale akasema, hauwezi kuizuia kama ambavyo yeye mwenyewe hawezi kuikwepa. Guys akauliza, kwa hiyo ni kweli? Mchawi wa kale akasema, ndiyo, siku moja yeye na Arthur wataiunganisha Camelot na Albion. Guys akamwambia, lakini sasa Merlin yuko kwenye hatari. Yule mchawi wa kale akamwambia, si yeye aliye kwenye hatari, bali ni mfalme. Guys akaendelea kumuuliza, je, ni kweli Uther lazima afe ili Merlin atimize hatima yake? Mchawi akamjibu, hatima yao haiwezi kutimia mpaka muda wa Uther utakapofika. Guys akasema, je, muda huo umefika sasa? Yule mchawi akamwambia, uamuzi huo upo mikononi mwako. Guys akasema, siwezi kuchagua kati yao. Mchawi wa kale akamwambia, basi fumba macho, si ndio jambo ambalo umekuwa ukifanya kila siku? Guys alionyesha sura ya kuchanganyikiwa, akibaki anashangaa tu. Guys alirudi nyumbani kwake akiwa mtu mwenye mawazo sana. Alikuwa na tafakari, ajui aanzie wapi amalizie wapi. Tafakari hizo zilimpeleka mbali zaidi, kiwango ambacho alisahau kabisa kama yupo ofisini kwake. Mara ghafla mlango ulifunguliwa. Guys alishtuka sana. Alipotazama upande wa pili akamwona Arthur amekuja. Arthur akamwambia, guys, baba yangu amekuita, anataka kuzungumza na wewe. Guys akamuuliza, lini? Arthur akamwambia, unahitajika sasa hivi kule kwenye kiti cha ufalme. Guys alipelekwa moja kwa moja mpaka pale ambapo yupo mfalme, na alipofika akaanza kuongea. Mfalme, kuna tatizo lolote au haujisikii vizuri? Mfalme akamwambia, hili si tatizo ambalo unaweza kunitibu. Mfalme akaanza kuongea, guys, umenitumikia kwa uaminifu kwa miaka mingi sana. Kwa upande wangu nimekuwa nikikuona kama rafiki. Guys naye akasema, na mimi pia nimekuwa nikikuheshimu na kukuona hivyo mfalme. Mfalme akasema, umekuwa hapa toka Arthur anazaliwa, umeshuhudia kila hatua ya ukuaji wake, lakini sasa ninaamini ninafanya jambo ambalo ni bora kwako. Guys akasema, sielewi unamaanisha nini mfalme? Guys alipotazama pembeni, mara ghafla alimuona Edwin akiwa anatokeza kwenye kona. Alimtazama sana huku akiendelea kuongea na mfalme. Mfalme akamwambia, nitakupa fedha za kutosha kwa ajili ya maisha yako yote, nitahakikisha haukosi chochote. Guys akamwambia, unanistaafisha? Mfalme akamwambia, usio na wasiwasi, utaendelea kuishi kwenye chumba chako hadi tupate mahali pengine panapokufaa. Guys akasema, kwa sababu tu nilifanya kosa moja, ingawa kweli ni kwamba sikuamini kwamba ilikuwa ni kosa langu lile. Mfalme akamwambia, lile ilikuwa ni kosa, nakubali ilikuwa ni jambo la bahati mbaya, lakini kaa ukijua kosa ni kosa. Guys akamuuliza mfalme, ninaweza kujua nani atakuwa tabibu mpya wa kifalme? Mara ghafla akaonekana Edwin akiwa anatoka nyuma ya ukuta na kudhihirisha kwamba yeye ndiye tabibu mpya wa ufalme wa Camelot. Guys alimtazama kwa jicho kali, alitafakari kichwani kwake, ina maana huyu ndo anachukua nafasi yangu? Mfalme akaendelea kuongea, bado sijatangaza rasmi. Mwanzoni Edwin alikataa ofa yangu, lakini sasa inaonekana amekubali. Guys akasema, naelewa sasa kile kinachoendelea hapa. Mfalme akamwambia, unaonekana una mashaka, kuna sababu yoyote na kufanya usikubaliane na uamuzi huu? Edwin akamwambia, guys, kama una jambo la kusema sema sasa hivi guys. Guys akasema, najua si rahisi kwako wala kwangu, lakini tu nashukuru kwa kuniamini na kunipa nafasi ya kuitumikia familia yako kwa miaka yote. Imekuwa heshima kubwa sana kwangu. Guys akamtazama sana Edwin, na Edwin akaonyesha sura tabasamu akimtazama guys. Guys akaamua kuondoka na mageti rasmi yakafungwa.